Na watazamaji, mambo yanazidi kuchemka kule jijini Nairobi kwa sababu kwa siku ya pili leo matatu operators wameamua kuendelea na maandamano yao ama kuendelea na strike ambayo walikuwa wameianzisha hapo jana ili kupinga ongezeko la bei ya diesel pamoja na petroli. Na mapema sasa hivi watazamaji wangu, hali iko vipi kule jijini Nairobi? Niko hapa mtazamaji wangu ili niendelee kukuelimisha na kukufahamisha yanayojiri siku ya leo, huku maandamano makubwa yakitarajiwa kufanyika kule jijini Nairobi. Kabla sijaendelea kuwafahamisha kwa kiundani watazamaji wangu, na waomba muweze kulike hii video na pia msubscribe ndipo mko kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha. Na mtazamaji, enough is enough. Matatu operators wameamua hakuna maafikiano ama mazungumzo ambayo waliweza kukubaliana vile ambavyo watasitisha haya maandamano ya kuendelea kupinga ongezeko la bei ya mafuta. Na kwa hivyo ina maana ya kwamba mgomo unaendelea kama kawaida, maandamano yatakuwa yanashuhudiwa kama kawaida. Na watazamaji wangu, sasa hivi tunapozungumza kule jijini Nairobi, wananchi wamemkia tena empty streets. Wameamka kupata ya kwamba hakuna magari. Unafika stage mapema by saa 11 unapata ya kwamba magari yote yamepelekwa parking na hakuna gari ambalo linabeba sasa hivi. So wananchi hawana lingine ila tu kulazimika kutembea. Wengine walianza kutembea hata saa 10 ndio mtu aweze kufika maeneo ya kazi by 6. Wengine mtu kama anatoka Nairobi anaenda mahali ambapo ni mbali, so atalazimika kutembea miguu kwa sababu wengine hata kama kazi iko mbali ni lazima waweze kufika. Kwa upande mwingine unaona barabara sasa hivi zote ni safi. Kwanza Thika Road watazamaji wangu, unaona hakuna magari yoyote ambayo yameanza kushuhudiwa kupita sasa hivi. Hapo jana ilikuwa ni kama onyo kwa mtu yoyote ambaye anatumia barabara, sio matatu operators peke yake, pia truck drivers hata wao wameingia kwenye mgomo. Private vehicles pia vile vile zinaathirika kwa njia moja ama nyingine. Hapo jana tuliweza kuona vile ambavyo magari, mali za watu ziliweza kuharibiwa. Wewe unapita kwenye barabara ambazo ni mbaya. Kule Kitengela tuliona vile ambavyo hali ilikuwa mbaya mpaka gari hazikuwa zinapita kabisa kwa sababu unapita uende wapi ili hali barabara imefungwa. Maandamano yakianza watazamaji wangu hayaathiri matatu operators peke yake, ni yoyote ambaye anatumia barabara. Na kwa hivyo ili kuwa on the safe side, ili kuavoid kujikuta taabani siku ya leo, ni vyema basi uanze safari yako mapema kabla barabara hazijaanza kufungwa, ama wewe tu uamue kukaa nyumbani, kwa sababu kujaribu tena kuingia barabarani siku ya leo huenda ni jambo ambalo likaleta hali ya hatari kwa maisha ya mwananchi na pia mali zake, wakati anakutana na baadhi ya goons ambao wameingia kwenye maandamano ya amani wakijiita waandamanaji. Na kuna breaking news watazamaji wangu ambazo ningependa kukufahamisha hatimaye kutoka kwa EPRA. Baada ya kufanya mkutano na matatu operators hapo jana, ama viongozi wa matatu operators wameweza kuireview bei ya mafuta ya diesel na mafuta ya taa ili kupunguza hiyo gap hapo katikati. Kama vitu vile ambavyo nilikuwa nimekuelezea hapo jana, walikuwa wamesema kwamba wataireview, lakini vile ambavyo wameireview watazamaji wangu, hata ni kama ndio wameongeza zaidi, kwa sababu petroli hapo awali ilikuwa imeongezwa na shilingi 16, diesel ilikuwa imeongezwa na shilingi 46, alafu mafuta taa haikuwa imeongezwa. Sasa hivi watazamaji wangu, diesel imepunguzwa na shilingi 10, alafu mafuta taa ikaongezwa na shilingi 38. Sasa hiyo tu ni kama umeongeza mafuta taa na shilingi 28, alafu ile diesel ikabakia tu pale 46. So unaona watazamaji wangu, hii serikali ni kama inajaribu tu kucheza na akili za Wakenya, inabadilisha namba, na at the end of the day wao ndio unapata wananufaika, kwa sababu mafuta taa wanasema waliongeza na shilingi 38, alafu diesel inapunguzwa na shilingi 10. Ukipiga hayo mahesabu watazamaji wangu, unaona bado serikali ndio imeweza kufaidika. Sasa hivi matatu operators wanalilia bei ya diesel iteremshwe na shilingi 46. Hivyo tu ndio wanaweza ku call off, ndio wanaweza kusitisha mgomo ama strike ya matatu ambayo inaendelea sasa hivi. La sivyo hakuna kitu kingine ambacho hawa matatu operators watakuwa wanasikiza kutoka kwa serikali. Lakini na serikali watazamaji wangu, unaona vile ambavyo inacheza na hizi numbers. Inateremsha kidogo, inapandisha juu zaidi. Sisi tulikuwa tunataka iteremshwe, sio iteremshwe na ipande. So unaona watazamaji wangu, bado serikali iko na kibarua ili kukaa chini na transport sector
ambayo inaendelea kusema sasa hivi mgomo bado hupo, hawajaweza kukubaliana, hakuna agreement. Katika yale mazungumzo ambayo waliyafanya hapo jana kwa zaidi ya masaa mawili, hawakuweza kukubaliana. Na yale ambayo serikali ilikubali kufanya, matatu operators transport sector haikuweza kukubaliana na hiyo agreement ya serikali, kwa sababu agreement ya serikali kama vile ambavyo imereview bei ya mafuta ya diesel na mafuta taa peke yake. Unaona mafuta taa vile ambavyo imeongezwa na shilingi 38, alafu kwa upande mwingine nayo diesel ikapunguzwa na shilingi 10. Watazamaji wangu, nataka niwapeleke moja kwa moja mpaka kule jijini Nairobi muweze kujionea vile hali ilivyo sasa hivi, huku makundi ya wananchi wakiendelea kujipanga kuingia kwenye maandamano ya siku ya leo. Na pia wananchi, watazamaji wangu, wanatembea sasa hivi kule jijini Nairobi. Hakuna usafiri jijini Nairobi, CBD ni kusafi, barabara zote ni safi. Sasa hivi ni private vehicles ambazo unaziona zinapita tu moja moja, lakini kwa kiujumla, watazamaji wangu, it's a total shutdown. Kila kitu kimesimama kule jijini Nairobi, usafiri, ukiangalia biashara pia vile vile zimesimama. Hata wanafunzi leo hawapo, hawaendi shule kwa sababu basi azibebi zile ambazo zingeweza kuwafikisha kule mashuleni. Kabla sijawapeleka pale jijini Nairobi, watazamaji wangu, ningependa kuomba tena mjunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. We are witnessing a clear scheme where a section of political class is making incendiary statements to fund intolerance and ethnic bigotry and organizing gangs to spread terror, sabotage government projects, and profile and intimidate those of different political opinion, especially those who support government. We wish to reassure the country that the government will do everything in its powers to protect lives and property, and at no time would lawlessness be allowed to take root in any part of our country. We will intensify our fight against organized crime and its sponsors who are hell-bent on propagating anarchy. The full force of law will be brought to bear on the organizers of today's violence and wanton destruction of property. Watazamaji, mambo yanazidi kuharibika kule jijini Nairobi, na kama vile ambavyo umeweza kumsikiza waziri wa usalama wa mambo ya ndani, hatimaye hapo jana aliweza kuvunja kimya kuhusiana na haya maandamano ambayo yanazidi kushuhudiwa sasa hivi hapa nchini Kenya. Lakini yeye analaumu upinzani ama baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakipinga serikali ya Kenya Kwanza kwa kupanga kwa njia moja ama nyingine haya maandamano ya kupinga bei ya mafuta ama maandamano ya kupinga utawala wa serikali ya Kenya Kwanza. Mtazamaji wangu, sijui mahali ulipo sasa hivi hali iko namna gani? Swaka mweko kule jijini Nairobi, kule Kitengela ni maeneo ambayo yaliathirika pakubwa kwenye maandamano ya hapo jana. Kule maeneo ya Githurai hali iko namna gani sasa hivi? Je, usafiri uko namna gani? Kuna magari kidogo ambayo yanabeba ama wananchi wameamua kuingia barabarani kutembea, kwa sababu hiyo tu ndio the means of transport ambayo watu wengi wameamua kuitumia. Barabara hazipitiki, bodaboda habebi, matatu haibebi. Sasa at the end of the day utakuja kubebwa na nani? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment mtazamaji wangu kuhusiana vile hali ilivyo sasa hivi maeneo ambapo ulipo. Je, maandamano yameanza ama kuko namna gani? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la comment section mtazamaji wangu, kabla sijarejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha. Kabla sijatamatisha mtazamaji wangu, ningependa kukukumbusha tena mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msiende mbali watazamaji, nitakuwa hivi punde na habari zaidi za kuwafahamisha.